Habari zenu makamanda wote wa JWTZ. Poleni na majukumu. Najua kamanda huwa hagiwi pole. Ni jukumu lake kuweza kupitia hali ya maumivu ili kulifanya taifa kuwa salama zaidi. Ila natoa pole kwa sababu ya mifumo mibovu ambayo ipo katika taifa letu. Ni wimbi kubwa la kisiasa ambalo limeweza kuichafua taswira nzima ya nchi yetu. Polisi imekuwa sio jeshi tena, bali imekuwa ni chombo cha kufanya kampeni kisiasa, ambayo imekuwa ni mlinzi mkubwa sana wa chama tawala. Wanasahau kuwa wao ni sehemu ya kuweza kuilinda jamii na wao ni chombo cha kuweza kukitetea jamii. Jamii imeweza kupitia mambo mengi sana tofauti kwa wakati tofauti, lakini yote yakiwa yanafanana katika mlengo mmoja, yote yakihusishwa katika mambo ya kisiasa. Kuna watu wanagewa kesi za uhaini, wengine wanagewa kesi mbalimbali, yote ikiwa ni sababu tu ya kuwaziba midomo. Kwa nini waliweza kuongea ukweli, au kwa nini waliweza kutoa maoni juu ya nchi yao, aliyekuwa wao ni Watanzania na katiba inaruhusu hilo, mtu kuweza kuitetea Tanzania yake. Wengine wameweza kutekwa, wapo wakina Beni saa 8, wakina Mzee Kibao, wakina Mdude, na wengine wameuawa kabisa. Wengine wametekwa tujuu kwa walipo, kwamba wamekufa au wapo hai. Lakini kwa haya yote, Wizara ya Mambo ya Ndani ambayo ni polisi, tukiweza kutoa hizi hoja zao zinakuwa si za kwenye kutupa majibu yenye mashiko sisi kama wananchi. Mara nyingi hoja zao zimekuwa zikielezea kwamba hao watu wamejiteka wenyewe, mara hao watu ni sababu zao labda walikuwa wanadaiana, wameweza kuumizana, wakati mifumo inaonesha wazi kwamba mtu mara ya mwisho alikamatwa na polisi akapelekwa kituoni, na baada ya hapo polisi wanakuwa hawaja hadharani kutupa majibu. Baada ya pale, yule mtu yuko wapi? Alikuwa wao ndo watu wa mwisho kumshikilia. Hili jambo la kinyama sana limeendelea kwa muda mrefu mno. Unajua, msiba ni mzuri sana ukiwa kwa mwenzako, lakini msiba ili uweze kuuona uchungu wake ukiwa kwako. Vipi familia za wale waliokufa? Vipi familia za wale waliotekwa? Unadhani watakuwa na amani? Unadhani wataweza kufurahia huu utawala? Tukiachilia mbali hayo kuhusiana na masuala ya kutekwa, kuna masuala kadhaa ambayo yamekuwa yameendelea katika nchi yetu, rasilimali zetu kuuzwa. Mfano, ishu ya bandari. Tunajua na ninafahamu na vithibitisho vipo kwamba hao watu ambao mnawaita DP World sio Waarabu. Ni mchezo uliofanyika hapa. Ni watu fulani, genge fulani ambao leo sitowataja kwa majina, ila kwa kadri tunavyoendelea kabla ya tarehe 29 hao watu mimi nitawataja hilo genge. Kwa sasa sisi tuweze kumtaja mtu yote jina. Hii nchi ya Watanzania sio, na mimi nikiwa kama Mtanzania nimeguswa na nimeona niongee haya, siko kushawishiwa na wala sina miemko yoyote ile. Nchi yetu imeendelea kupitia ukakasi kwa muda mrefu sana. Ni nchi ambayo haina dira, haina mwelekeo. Watu wake wameendelea kuonewa, watu wake wameendelea kuteseka. Sijasimama hapa kwa mlengo wa chama fulani, bali nimesimama hapa kama Mtanzania. Watanzania kizazi cha leo tunaichukia siasa kwa sababu tunanyimwa uhuru wa kujieleza sisi kama Watanzania, na pia kuielezea nchi yetu. Mimi kama kijana nanyimwa fursa. Leo hii nimesimama hapa au nimekaa hapa kuweza kuongea haya, lakini wataniita mimi muhaini, wataniita mimi ni mtu ambaye anachochea, ila mimi sichochei. Ni kama ambavyo nyinyi mnawaza tarehe 29 kutiki, ndivyo ambavyo mimi kama Mtanzania nawaza tarehe 29 hatutiki. Na tarehe 29 tutaingia barabarani. Mimi nikiwa ni mmoja wapo, nitaingia barabarani. Tarehe 29 hakuna kutiki. Nipo tayari kumwacha mke wangu akiwa mjane, niko tayari kuacha watoto wangu akiwa yatima kwa sababu tu ya maslahi mapana ya taifa. JWTZ, naomba msimame na sisi kama wananchi. Lakini pia viongozi wa dini, huu ni wakati wenu wa kuweza kusimama na sisi kama wananchi. Kabla mambo hayajawa makubwa,
Unajua wanasema tibu ufa kabla ya ukuta kudondoka. Viongozi wa dini na jeshi la wananchi, simameni na wananchi kwa namna ya kuweza kutimiza matakwa yao. Nina imani asilimia karibia 90 ya Watanzania hawataki utawala, hawataki hii mifumo. Mifumo tunayotaka ni pamoja na chaguzi huru na ya haki, lakini pia demokrasia ya haki. Isiwe kwamba mpinzani akijielezea basi aitwe mhaini au aitwe mchochezi, au mpinzani akielezea hali fulani ya nchi aitwe mhaini au mchochezi. Hayo ni makosa ya kidemokrasia, huo ni ubakaji wa demokrasia. Sasa hatupo tayari katika mfumo huo, na kauli mbiu yangu ambayo naweza kuitoa leo hii, bora nife kuliko kutawaliwa kimabavu na wauni. Iko kitu mimi sitoweza kukubali. Tunahitaji katiba nzuri, katiba ambayo itakuwa ni huru, katiba ambayo itakuwa na usawa. Rais atakapotoka akizingua, au hata kama hajatoka akizingua, awe na uwezo wa kushtakiwa. Hiyo ndio katiba ambayo sisi tunaitaka. Lakini pia tunataka dira inayoeleweka.